wakijadili namna watakavyoanza kazi. Hivyo wakatoka na maamuzi ya kwamba muda umekwenda sana, ni bora wajihusishe na wakajichanganya bwana. Safari ya kwanza ikaanzia katika mji wa wakapokea kipondo, kwa sababu wale watu walikuwa ni wenye dola, wakajificha, wakasubiri waje kuokolewa na baada ya kuokolewa hao wakagundua kwamba hawa watu wana migawanyiko. Wengine wanasema sisi tunabaya kwa imani, wengine sisi tunabaya kwa sheria. Wakawakimbia usiku huo mpaka kwa walipofika hapa akasema mama yangu, hawa watu ni nani aliyewaloga? Hivyo wakaamua kwenda kwa rafiki zao. Waligundua kwamba watu hawa wanajihusisha sana na kupeleka injili kwa mataifa, na hivyo walitambua pia kwamba watu hawa wamekaa kwa ukaribu sana na watu wanaofurahi katika Bwana. Tena siku zote walifurahi katika Bwana, na hao watu ni waliamua kukaa hapo wakiwasubiri, ili waje wajadiliane kuhusu jinsi watakavyowaokoa hao kutoka katika ibada ya sanamu. Mtumishi wa Mungu alipokuwa huko akifanya kazi ya Mungu, huyo mtumishi wa Mungu akapata habari za rafiki yake kipenzi aliyekuwa huko Krete, lakini alifarijika baada ya kupokea barua kutoka kwa mzee wa busara ambaye iliandikwa kwa kabila la Mungu wa Kinanani hao, ambayo walipokea kutoka kwa mzee mwenye busara, akiwashauri ya kwamba hawawezi kuishi na matendo peke yake au na imani peke yake, ni bora waweke vyote pamoja. Baada ya hapo tunamwona mzee wa Kiherehere. Huyo mzee wa Kiherehere alipofika akamwona mtumishi wa Mungu, akashangaa kumwona mtumishi wa Mungu amekaa, wakati huyo amekaa yeye ahubiri. Akamwambia, toka wewe nikae niwaandikie watu wangu kuhusu mambo yaliyopo yajayo na yatakao kuja. Bwana abariki sana. Amina. Nasemaje hapo?